katika mazungumzo yetu ya leo, na leo hii niko na bwana mmoja. Huyu bwana anajulikana kote nchini na ni mweledi katika masuala ambayo anayafanya. Anajulikana kama Dr. Murogo. Nimejuana naye kwa muda wa takriban miaka 14. Daktari, karibu sana katika studio. Asante. Uko mzima? Niko sawa. Maisha yako vipi? Maisha ni yale baada ya corona. Ninajua watu wengine wanalala njaa, lakini mimi nimekula lunch. Okay. Kwa hivyo kuko sawa. Mimi sijala. Haya, tutakuchangia tu hapa. Daktari, karibu sana katika studio zetu za T1 TV hapa Bypass. Kamakis, najua kwamba ni heshima kubwa sana kuacha kazi yako na kukubali kufika katika studio zetu. Siku nyingi sana zimepita hatujazungumza. Kazi iko vipi? Kazi tunaipiga kisawasawa inapokuja, isipokuwa imekuwa punguani kwa sababu ya hali vile ziko. Imepungua. Ikiwa punguani ni kupungua, ni kupunguka, imepungua. Lakini tunapiga ile inakuja. Actually tuna wateja wengi ambao wanaitisha bidhaa zetu wakiwa mbali. Corona ilitufunza kuwa mkiagiza ukiwa mbali, hata kama utahitaji kupima, tunakwambia enda kwa laboratory tu hapo neighbor, nitakutumia lab request wa kupima hivyo venye nimesema, alafu mnitumie. Ukishanitumia nitakubainishia shida yako iko wapi, yaliyepo yasiyepo, alafu nikwambia vile tutakutibu. Unatuma pesa kwa paybill, tunakutumia dawa kwa matatu. Zikifika wanakupigia simu, kuna mzigo wako unachukua. Ukishachukua tuna vile tumekuagiza namna ya kutumia. Kama utakuwa na watu washishi unatupigia simu, tumekuwa tukiendelea. Unajua pia mambo yamekuwa rahisi siku hizi. Si lazima usafiri kutoka hapa kwenda Mombasa kwa sababu ya shughuli fulani. Zile walisema ukiingia matatu utapatwa na corona. Hivyo kaa kwenu, tafuta services zile tungekufanyia hapo, especially za laboratory, lakini utaalamu wangu bado utategemea na dawa zangu utategemea, zitakufikia baadaye. Okay, kusudi langu kubwa kukualika katika studio zetu ni hoja moja. Na ijapokuwa kwamba tutagusia yale masuala mengine, lakini hoja nimeona katika mitandao vijana wanaongea kuhusu kunyonga. Kunyonga ni kali. Kunyonga tutakuja. Na kusudi langu la kukuita katika studio ni kwa sababu nikitembea hapa nchini na sana sana hususan katika maeneo ya Nairobi, nimekuwa nikiona mabango yako yakizungumza kuhusu dawa fulani inaitwa Libi Power. Na nguvu za kiume. Wale wako Nairobi wanaisomaga kwa choo. Kwa choo? Kumaanisha nini? Ukiingia kwa choo, mahali unafungua sasa kamrango kakukaa peke yako na unafunga, si unakaaga unaskuti hivi unaangalia mbele. Unakaa raha mustarehe. Unakosa TV. Tumekuwekea Libi Power hapo. Libi Power inasaidia watu wale wameshindwa kuenda game mrefu, wale wanamwaga haraka, wale mwili wao haimbao, hivyo. Libi Power. Unajua tulipewa akili kwa kichwa. How do you reach out for people who need our services? Tuwafikia waje wale wanahitaji huduma zetu. TV zimekuwa nyingi. Watu wengine wana redio peke yake, lakini wanazurugu choo. Tukiwaekea kibango kwa choo, wakati anafanya hivi anaona Libi Power. Akimaliza na anachukua contact hapo. Unajua mambo haya ya kunyonga hiyo hata anashindwa kwamba wewe unaisema tu rahisi. Mwanzo. Unajua wale wanatutazama kwanza hata wajajua kunyonga nini. Ndio hapa sasa nataka kusema mwanzo. Ile mambo ya bedroom na mtu mwenye ameshindwa. Mwanzo tumeona vijana mpaka tumeona katika campus zetu. Unajua siku hizi huko ni sana. Kila mtu anafanya online. Kwa hivyo kuna content mingi sana. Sisi tunasikia kunyonga. Wale ambao kidogo tumerusha umri hatuelewi kunyonga ni kitu gani. Lakini nasikia kuna uhusiano na masturbation. Ndio, kumasturbate si ati uhusiano. Kunyonga ni Kiswahili. Okay, Kiswahili kizuri ni punyoto. Kula punyeto, wanasema punyeto. Punyeto. Na Mombasa ile lugha wanatumia ndio watu wasijue, wanasema wanawaita wakula nyoro. Wale pale feri wanakaripia wanawake, anampapasa kwa mwili, kisha kidogo unapata mtu amejichafulia. Wanasema wanakula nyoro. Na wengine ambao wanachungulia, unajua Mombasa sana sana wafungi dirisha za manyumba yao. Sasa unapata jamaa ako pale kwenye ukuta, amepanda juu, ameweka mawe, ni kama ngazi fulani, alafu anachungulia yale ambao wanafanyika katika bedroom, nyumba ya mtu mwingine. Sasa akichungulia na yeye pia anafanya mambo yake, wanawaita wakula nyoro. Lakini sanifu ni punyeto. Masturbation. Ni hatari. Baadaye nitakueleza vile ni hatari. Ina faida yake, usikose kuhesabu. Ina faida na ina hasara. Ina kitu inaokolea na ina kitu inaponyoa. Kwa nini?
jamaa ajapokuwa ako peke yake, ama tuseme, kwa nini tusiseme kwenye punyeto imetoka? Mwanaume akishabarehe, awe mtu mzima, akila chakula, zingine zinatengeneza kwa vitu vya kutokea kwa mboro. That is semen, sperms. Ndio mnaita sperm count. Ndio sperm. Tukianalyze ndio nasema sperm count. So lazima zitoke. Na usipofanya hivyo, especially wakati hujui, unakutaka umejimwagia. Watu wengi wanaotaka kama amekaribia dem. Wet dreams. Ndio hiyo inaitwa wet dream kwa kizungu. Unajimwagia. Na katika kujimwagia humalizi. Huyu ni mtu ambaye amefikia kuwa na mke ama rafiki wa kimapenzi, lakini hajapata. So zile vitu vinavyotengenezwa zinatengenezwa. Na zinatengenezwa yako wapi? Wakati ninatembea hivi, nitaona mtu ako na cushion mrefu. Yeah? Wanasema Githurai. Githurai kubwa. Si mimi nimesema daktari amesema. Nikiona Githurai kubwa, nitatamani kufika pale. Na nikimfuata akili zangu zitaona, hisia zangu zitafikiria tunaenda hapo. Na unajua shako shughuli zake. Na mimi niko zangu. Akifika mahali aideviate aende away from me, nitakatishiwa. Haya, katika hiyo wakati nilikuwa namtazama, nilipofikiria sex, taswira yangu imejengeka vizuri, kwamba nikaimagine hapo pengine panaweza kuwaje kama Githurai iko hivi. Sasa ikawa kwamba ninafikiria, then automatically kwa mwili wangu sperms zinaanza kutengenezwa na kushukishwa, tunaenda pale na kushukishwa. Na kwa sababu atakatisha hazitatoka, zinajipanga pale chini. Hata wale wanafanyaga premature ejaculation, unajua ni nini? Ni kuona huyu dem msupu mwingine anamwanya kwa mdomo, kwa meno ni msupu wa sura, ana ngozi mzuri, ana matiti makubwa na amewachilia hapa. Na imagine mtu ana imagine wezi seme tu vocabulary hizo. Akiimagine kwa kulalia pale, hisia zake zinamwambia ni kama tutaenda hapo. Sperms zinatengenezwa. Akiona kwa matatu walikaa na mtu, anamfinyisha makwapa. Wengine wanajifanya wanajikuna, wengine wanaguza matiti. Katika kutafakari hiyo, shahawa zinatengenezwa na zinashuka lakini hazitoki. Sasa utakapotoka hapo, na especially ukifika nyumbani, utakapoingia kutoka job, utamkimbiza bibi umwambie kuja kwa sababu zinakuchoma. Unamwangusha pale kabla hata hujaingia, hata hujafungua madirisha, shamwagia hapo, ni kumchafua, umemchafua tu. Kwa hivyo zikijitengeneza hivyo na zisitoke kwa njia kawaida, kijana akienda kuoga, akiosha mwili wake, anapaka sabuni miguu yake, mikono yake, hata ile kitu yake atataka kukaosha. Akienda kukaosha, kanabamba. Kakibamba anasikia dik. Anaendelea. Akiishika vizuri anaendelea, anarusha sperms zinaguza ukuta siri. Sasa hapo ndio punyeto inaanzaga. Na akishafanya hivyo, atasikia relief. Akishasikia relief, kila siku atakuja kufanya hivyo. Akifanya inakuwa mazoea, ina addiction sana. Sasa akifanya na sabuni, itafika sabuni si tenda. Itaanza kumgwaruza na kumchoma na maybe chemicals za kutengeneza sabuni. Sasa baadaye ataenda dukani anunue mafuta ya jeri. Anakuja na unadhani anaenda kujipaka, si kujipaka. Anaenda anashika. So watazamaji, ni vizuri mjue vile punyeto inafanyagwa, inashikagwa ni kutengeneza. Hii inakuwa kama njia ya uke. Unalalisha vitu zako ndani, unasugua. Na wakati mwingine kwa sababu ya kuzoea, utahitaji kusugua, kufinya sana vidole vyako ambavyo vina mifupa. Baada ya kuzoea hiyo, utakapoenda pale pa kawaida ambapo hapana mifupa, chukua kama mdomo wangu ndio zile raw base. Kunakuwa na tofauti. Hakuna tofauti. Huyu jamaa hafinyiwi vizuri na mwanamke, na hivi hata akiwa na mwanamke, baadaye atahitaji bado kwenda kumasturbate kwa sababu sensitivity pia inapotea. Inaua sensitivity. Friction ile inaua sensitivity. Na more to it, kwa sababu ya kusugulio sana, kasamuka na coil in, kanakuwa a short thing.
hiyo ndio wanaita shotgun. Kapimpo. Wanazitaka anything. Na more to it, wacha hivyo ndugu Kimani. Ni kwamba kakitu kenyewe katakuwa frobe. That is Hakambao ni barudi yenye haina hewa. Na wakati mwingine sikia, na wakati mwingine atahitaji, atakapopewa vitu ni mtu mwenye anahitaji na amemwadimia, pengine mtu barubaru kama mimi. Mwanamke ameimagine alipopewa date, akaimagine huyo jamaa msupu, mraba wa mtu, atakuja kushughulikia yeye. Bonge la mtu. Akadhania hivyo anavyomwona kibonge ndivyo atapiga vitu ubonge. Na nikukumbushe hivi, wengine ni wale ambao wamepata watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Unajua kichwa ilipita hapo, mabega yalipita hapo. Sasa already vitu vyake vimetajirika kwa upana. Sasa amekuja na kakitu akawiwimi kama bendera. Akuiwima. Wewe umesema baluni yenye haina hewa. Badala ya mlingoti. Sasa senye anatarajiwa afungue madirisha na aende na huko ndani. Haingii. Sasa kile atafanya, ataingiza kama utambi wa koroboi ndani. Na akisha ingiza ndani, wewe angalia, akisha ingiza ndani, anaenda analala tu ndani. Mkulala tu. Sasa mwenzake atamuuliza uko nje ama umetoka? Kwa sababu asikii kitu. Na tendo la ndoa inakuwa nisugue nikufinyie, ama nisugue nikusugue. Of course ni frictioning. Unatarajia nikune nikukune. Sasa kenye kinakukuna huko umetupiwa kahadi kachifu. Kwa hivyo wengine wanakuwa ni kwamba nikune nilale. Hata hawezi kukunwa. Haja baba huko ndani, nimekwambia palipita kichwa na pakapita bega. So already palistretchwa. Na kama panarudigi ni kweli pamerudi, hapata rudi yote. Ikuwe ni kama wakati ule wa mbele. So katika kufanya hivyo, hii mwili wa huyu jamaa mwenye kunyonga. Tunasema habari ya kunyonga na wenye kunyonga. Na mwenye kunyonga ni makapera. Ukiona mtu ameishi muda mrefu, amefika kapera, wataanza kukuattack social media. Sijari, ninasema yanayoendelea. Na tumeona wakizungumza ni vizuri aone ani attack, nimwambia aje ni mtibu. Sababu mwisho wa mambo na nitampa jibu la masturbation. Actually I'm here to give an answer to masturbation. Nina cha kumfanya arejelee, na kirejelea atakuwa tofauti na wanaume wengine ambao hawajawahi fanya masturbation. Unajua daktari, nasema hivyo kwa sababu gani? Katika TikTok tunapoingia siku hizi unapata hata kuna hashtag nyonga sijui nini. Kama wale wako Uarabuni, hata kusema, nimeona hata juzi wakisema wanatuonyesha vidonge ambavyo wanatumia. Actually wanasemaga Alemis. Nimeenda Alemis. Nimeona ikitrend. Mimi niko na Alemis, hata utaona Alemis. Wanasema Alemis. Wacha nitaje kwa sababu inatumiwa hivyo. Yaani iko na lanolin. Ni nzuri sana kwa ngozi, sababu iko na lanolin, naijua. Iko na lanolin, kwa hivyo hata friction aje haitamuumiza, na ikimuumiza itamponya. Kwa sababu iko na lanolin. Is a good medicine for skin cosmetic. So kwa hivyo wale wa huko wanasemaga waziwazi, nimewapata kwa TikTok wakisema mimi nimetoka ninataka kwenda kunyonga. Kwa nini imekuwa tu common? Naona cameraman wangu pale Nyaga Charles na rafiki yake wametega masikio sana. No. Ni common pengine. Na urudi ujue hii. Kama vile nilikwambia mtu huanza kunyonga, haufunzwi. Kuna mwingine aliniambia yeye alikuwa akienda, kwa sababu alikuwa wa kanisa sana. Sasa hakuwa anacheza na madem. Alikuwa akienda kulala na ndugu yake hapa. Anachukua nini yake, akiwa amelala chali, anaishika, anaguzisha fasi za blanketi. Anaguzisha. Hiyo tender touch ya faa za blanketi inafanya mwisho anajimwagilia. Anamalizia. Sasa ndugu yake hata jua jamaa amenyonga.
Kwa hivyo kuna mbinu mingi. Kuna mbinu mingi, si lazima uende kwa choo. Hawana. Lakini mbona utuonee sisi wanaume? Kwani wanawake na ni wao hata wanawake wananyonga. Wao ndio wanafanya tumeona juzi kuna msichana mmoja ni YouTuber na anafanya content creation. Tumeona akizungumza hayo mambo na wameyazungumza waziwazi. Na hata caption yenyewe wamepatia pale ni kwamba ati kuuliza wanawake kama huwa wanafanya hivyo. So niulize, kwani ni sisi tu wanaume? Hapana. Wanawake pia wanafanya masturbation ama kunyonga huko. Niseme ndani kabisa kwa sababu tumekuja kueleza vile inakaa. Masturbation ya mwanamke kuguza juu ya kisimi. Mkono wa right kwa kisimi kuna mshipa iko hapo. Anajiguzaga, anasugua hapo. Na mtu yote kinyonga lazima amuimagine dem mmoja ambaye alitamani na hakumpata. So kwa hivyo unaweza kuta hata anamuita jina Wajiro, Masi hajibu. Na asipojibu, shortcoming ya masturbation ni kwamba you don't get psychological sex. Sex inakuwaga times 2. Physical na psychological. Na psychological. Psychological kimani ni wakati mtu anakuambia wewe ni wangu. Wewe ni msupu. Hapo my dear, endelea. Anapiga nduru. So nduru yenyewe inakuingia kwa masikio, inaku-psych up. Nasikia wakisema ni sound effects. Sound effect. Hiyo ikikuingia. Kamera lady wetu hapa anaanguka chini. Hapana, ni hivyo. Ni hivyo. Kwa hivyo, kwa wanawake, wanaguzaga juu. Hawaingii ndani. Juu ya kisimi. Pande ya right. Kuna mshipa uko hapo anaguza. Na unfortunate. Sasa tukikuja, pengine sijui kama nirukia ama nitakuwa nimekimbia. Twende taratibu. Side effect yake, uzuri wake ni huu. Wacha nianze. Kijana wowote ako shule, anawaona hao manyake all sizes. All sizes. Like price list. Sindio? Price list. Daktari wali mjanja. Hapana, kulimbo manyake. Kwani ukujua manyake zilikuwa nini? Manyake price list, price list. Wengine nao walisema nampenda John. Ulisikia hata ya John? Nilisikia. Kwani ulidhani ni John tu? Akifurahi analia. Nimeanza kupata another translation. So kwa hivyo wako university, madem kule wanaruhusiwa kuvaa vyovyote. Heri wale wa uniform, pengine mwalimu atasema skirt iwe knee lower. Ikuwe hapo chini ya magoti. Such that kuna vitu hutaona. Lakini wale hata kivaa ka belt. Na avae ka zinaitwa nini? Hapana. Ama zinaitwa nini? Spaghetti. Akivalia ka spaghetti, matiti yawe nje, wanafunikaka tu pale peusi peke yake. Sasa inafanya kijana afikiria hata asisome, wazimu inamshika. Na sasa akienda kwa ule dem moja, huyu dem ako na simu, pengine ni kama yangu Note 10 Plus, ambao inatoka 87,000. Huyu chali ana condition si baby utaninunulia simu. Na unadhani atakubaliwa mnunulie mulika mwizi na ako na Note 10 Plus. Atataka iPhone. Goja iPhone. Tujua anaziita nini? Katulituli. Sijui hata taka katulituli. Atataka iPhone. Ahead of this. Yenye ako nayo nunuliwe ingine. iPhone 140,000 plus. Kijana mgani ataweza kudanganya baba yake akubali kumpa 140 babake mwenyewe hana hiyo. Babake hana, amemlipia school fees, hata kuna deni. Alafu anaitishwa hiyo, ameitishwa na kademu, ndio kakamkubali. Na akishindwa anaambiwa sasa wewe jitembeze. Wewe jikate. Enda zako. Nirudi niseme hivi. Sasa akishindwa kijana anaona atajitegemea tu, akienda kwa bafu. Sasa ajimalizie. Anajisort. Na ukweli anakuja kwa sawa. Na ujue Kimani kabla sijatoka kwa hii ndio imeinua demand ya masponye. Kwa sababu masponye wataweza kununua. Maneno hayo. Maneno. Masponye wataweza kununua. Huyu msichana, wale machali wote amekuwa nao, wamempeleka hoteli ya Githeri ya Kuburi, Ngwasha ya Kuburi, hivyo. Kunguni. Za Kuburi.
na akampeleka mkawa kawaida. Sasa nataka apelekwe hiyo ingine 5 star. 5 star. Na baadaye atahitaji atakubebwa na ndege apelekwe Mombasa, ndio awe huyu mwenye atampeleka. Ndio hawa student wataweza? Hawezi. So kwa hivyo kwa campus na kwingine vijana ambao wachapata job hivyo wanajisort. Kwa hivyo side effect ni kwamba wanawake wale wanawataraki mabwana zao, sababu pengine ulimwacha nyumbani, amefua nguo, ameosha vyombo, amepanguza nyumba, amepanga nguo, alafu anaenda kurest kwa kitanda kwa sababu hana shughuli ya kufanya. Alishapika. Si ndio hapo anaenda anaguza vitu zake. Ataguza amalize vizuri. Na kimaliza vizuri, wewe ukikuja, wewe unaingia ndani, ukitoka ndani, ukitoka hata ujui mahali panagongagwa hapo. Fujo balaa. Ajui vitu vinapelekeshagwa aje. Alishajimalizia. Kwa hivyo hata ukikuja hawezi kuangushia mguu. Hana hakuhitaji. Ngoja, hawezi kukuangushia mguu. Utangangana na yeye. Kwa hivyo mwisho wa mambo, ukiwa umekuja hugongi vizuri, na huleti kama sasa wakati huu wa situation ya uchumi hii, huleti pesa. Anasema siwezi kuwa baba na mama hapa mimi. Anavuruta. Na akivuruta hata shikana na mtu mwingine kwa sababu amezoea. Ukipiga simu mteja. Ya kitu kama hiyo. Sasa vijana faida yao nao ni kwamba kwa kuzoea hiyo, akiwa alikuwa na hamu ya mwanamke na akaona pengine aende kwa Inange atafute mmoja, kama alijimalizia asubuhi hata sikia haja. Na saa hiyo kuna jamaa mwingine aliniambia alienda out of home, kaenda town nyingine sijui kwa kazi, na alipokuwa huko akawa amesukumwa na haja. Akiwa kwa dirisha pale alikuwa nalala chumba cha wageni, akaona wale wanasimamaga kwa barabara. Call girls, wanaitwa call girls. Akamuita yule demu akakawia kukuja. Jamaa akasikia I must wash, akaingia kubath, akajimalizia. Alipojimalizia demu alikuja paka kwa mlango, akanok, akamfungulia, akamwambia wewe fanya hivi, wewe enda, wewe enda. Si unaona amemiss kuwa na huyo demu. Sijui alikuwa na ugonjwa, sijui ni wale ambao wanaporaga mtu alafu wanampiga na nini na nini. Kwa hivyo nataka kusema ina faida yake, itazuia wewe kwenda kwa hayawari huko. Lakini health wise, ngoja nikuje kwa health wise. Health wise nayo madhara yake ni hivi kwamba siku tatafuta demu wa kuoa. Unajua watu wanapiga kwa interview. Wanapiga kwa interview. Wapi kwa? Si utajaribiwa na udemu. Demu mmoja hata wa kanisa aliniambia, daktari why lie? Mimi nitataka kujua ninaenda kuolewa, kusainia na certificate. Wanaenda road test. Road test. Road test ni sasa, kama gari na kupata. Kwa hiyo road test anasema anataka kuona kile anaenda kwacho, si sura tu, hata hivi vitu vingine vikague. Na ni kwenda game. Na ajue kama anajua game ama hajui. So kijana akienda kuna marking scheme, si anaonekana kuna tajriba kubwa sana kama kuna marking scheme. Ndio hiyo. Huyo msichana mwenye anakupeleka road test inaonekana yeye anajua viwango. Kuja nitakwambia nishakutana na wengine. Sasa akishindwa anakataliwa. Vijana wengine wamejitia kitanzi. Unajua kabla hujampata ndio mwende na road test, utamnunulia hiyo simu, utanunua nguo, utampeleka hoteli, nywele zako utakuwaga ni yeye, nini wewe. Amefanya hizo zote, lakini mnapoenda road test anakusali. Amesaliwa na wakadhaa kwa sababu ya hiyo shida. Kuna rafiki yangu ameandika gari yake, ukipenda chipo usiogope mimba. Of course. Chipo ndio zinafungulisha hapo kwa line up yenye vijana wanaitisha. Lazima kuwe na line. Hizo zote ametoa, lakini watakapoenda interview ataanguka kwa sababu amefanya punyeto, amenyonga. Sasa wengine anafika, huyo demu alimkataa, huyu mwingine alimkataa, huyu mwingine alimkataa. Na ukweli wa mambo, ninapokuja kuwakilisha answer to masturbation, wametafuta suruhu, imekosa. Watu wengine wanaambiaga tunapaka mafuta. Wakipaka ndio kuharibu, kwa sababu iliharibiwa tu na hiyo kupaka wakifanya masturbation. So kwa hivyo nataka baadaye nitawakilisha jibu maalum kwa dawa ya asili inayokunywa mara moja, na hiyo mambo inarudi. Nita describe vile anarudi.
Nikupe habari ya mtu ambaye nilijua. Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Jehia. Jehia na baba yake alikuwa elder wa kanisa ya Full Gospel. Na akiwa kanisa ya Full Gospel, Jehia alilewa na wazazi wa kanisa. So aliishi naive, kuwa naive, lakini akafika umri wa kuoa. Tutakana kuoa, akatafutiwa dem, akaintroduziwa kwa dem na mama tu huko kanisani, akaintroduziwa kwa dem alikuwa anaitwa Wangari. Wangari aliwahi kuwa maid kwetu Nakuru, kule Nakuru. Na akiwa na maid, wakati mmoja akaibiwa na mjamaa mmoja Mjaruo na huko Mumias. Akatolewa kwenye alikuwa maid, akabebwa akapelekwa Mumias, na jamaa alikuwa anamfanya kwa Mumias huko. Jamaa akawa amemwekea kila kitu kwa self contained. Alikuwa anatoka amemfungia. Na anamwambia nikute umefanya kila kitu. Alafu akikuja, so hakukuwa shughuli nyingine ni kukula na kwenda kufanya hivyo. Na akafanywa na mtu mwenye ana wima na nguvu ya sawa. Mtu ako dhabiti. Kwa hivyo alikuwa na experience, ndio nataka kusema huko ali experience. Akakutana na Njehia ni naive ajui. Na wakaachiliwa. Wale walikuwa best couple hawakuwaambia what they are supposed to go and do. Kwa sababu inahitajiki hata ikiwezekana mnatolewa nguo. Counseling. Naambio hii. Unajua mtakapoishi na huyu demu mwenye hajawahi kuwa na bwana, anaweza taka kuona hiyo kitu ya bwana inakaaga aje. Aiangalie vizuri. Daktari na maneno. Hapana. Mwingine alioa bibi wa nguo mrefu. Kila wakienda kunini zima taa. Lazima uzime taa. So anapapasa vitu aone. Siku moja akakuja kwa kitanda senye bibi amelala, akabeba pen torch. Senye alilala na yeye amejifanya amelala. Akakuja akainua nguo pole pole. Alafu akainua mguu mmoja akaweka kando, ingine kando. Yeye na tochi yake kaenda kumulika aone kile anagusa. Haya, wewe turudi kwa wale Jehia na Wangari. Jehia na Wangari akawa anaumia sana kwa sababu Jehia hawezi kazi. Kawa walikuwa wanang'ang'anaga. Siku moja ikiwa Saturday, wakang'ang'ana sana mpaka Wangari akasukuma Jehia akalala kwa sitting room na yeye akalala kwa bedroom na amejifungia. Walikuwa na ng'ombe na Jehia ndiye alikuwa anakamua. Baba yake akatoka, walikuwa naishi kwa compound ya baba yao. Kauliza Jehia hajakamua na tunaenda church. Kagonga mlango. Jehia alipoamka kumfungulia aliona Jehia ametoka kwa kiti na blanketi. Ama alikuwa amelala kwa kiti. Kamwambia Wangari dokelete. Sasa Jehia katoka kwenda kupigia tena Wangari mlango. Ukira mudhe haha. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu Jehia alitupwa bedroom, sitting room na Wangari akalala na huko kwa sababu imekuwa ni shida. Tunalala na mtu na ajui game. Na hawezi game. Sasa baba yake akawa mjanja, akatumana Wangari aulizwe kwa nini analala huko na Jehia na huko. Msichana alipopata kuulizwa alisema hata mmefanya vizuri kuja. Mimi hapa sikai. Huyu jamaa ajui game. Kabisa hata kutoka mlipo tutuma tuende kwa nyumba, mimi sijaipata kile na nilihitaji. Na mimi natoka, na mimi sitakaa. Akaulizwa ulijulia wapi, ndio akapeana hadithi za huko Mumias. Tunataka kusema hivi. Ukiwa hauwezi na ukifanywa interview hizo utatarakiwa mapema. Na sasa wanawake hapo umesema wanaume sisi tunakuwa affected wakati mtu anapofanya masturbation sana. Je, wanawake pia wao wanakuwa affected? Unajua kwa game Kimani, jua vizuri. Mwanamke anahitaji kuweka mguu kando hii na hiyo kando nyingine. Alafu ukikuja ufungue dirisha na ukae ndani. Mwanamke hakuna mahali anahitaji kuwa hard. Kuweka mguu hivi bila swali. Kufungua dirisha. Sasa vijana wakikosa kumbao, hata hapo ndio shida inatokea sasa. Ile kitu yake inaenda ikienda pale inainama. Wengine wanafanya premature ejaculation, anachafua mwanamke tu hapo. Sasa niambie solution niko nayo. Nikasema nimepata umeitangaza sana. Unfortunately kuniambia nikuje na hizo dawa. Hamna neno kwenye niko picha zipo. Utaweka kwa picha. Sorry mtazamaji. Nina dawa yenyewe na inakuwa pieces 3. Pieces 3, moja ni ya reverse masturbation, ingine tunaita libi power. Actually zote ziko na link. Kuna yenye inafanya kwa sababu nitakuwa na hiyo tamaa.
wengine wanaita arosto kule Mombasa. Nitakuwa nishazoea na wanasema mazoea yana tabu. Kwa hivyo nitakuwa nitamaliza addiction. Addiction, yes. Uraibu wake wa masturbation, dawa ile inamaliza. So ile dawa inakunywa siku 7. Na ukikunywa siku 7 vile utakuwa kwamba issue ya masturbation nimeaddress ni kwamba katika kumasturbate nilisema kitu kana shirinkigi kanakuwa ka shotgun. Haya kanakuwa fibo. Ati hakawezi kuja kamesimama kagonge dirisha kafungue. Kanakuja kanapiga huza hapo. So one, kurefusha, kustretch out, ushaona ya punda. Hapa kwa punda hakukuagi kitu. Nakuwa kama kangumi. Lakini ikishatoka vizuri, uangalilie chini. Utasema ni mguu ingine. Ni mguu, hapa si helio ni nyembamba. Ni kama mguu ingine. Na unajua bado itahambao, wakati wa shughuli inasimamaga horizontal. Unajua ilikuwa imekaa hivi. Inasimamaga horizontal. Kuna dawa kama hiyo? Inajifungulia dirisha na inakaa ndani mpaka punda fanya kama mwenye analia. Na dawa ipo? Nina dawa ya kurefusha ile, kuifanya iwe mbao, hard, wanasema kumbao, imbao, na sensitivity ile irudi vizuri, na sasa aende raundi nyingi akimwagaga. Kuna hiyo ingine ya libi power itakuweko. Tuna combine hii ya kurudisha masturbation na libi power. Libi power inafanya mtu anaenda raundi ngapi? Kila siku mrefu na mchanga ndani, mrefu raundi 4 ni siku moja. Unajua nimekusikia kwenye runinga nyingine ukisema mrefu na mchanga ndani. Sasa nimeelewa unamaanisha kumwaga ndani. Wacha nikwambie, wakati mwingi wanaume hawatoshelezagi wanawake. Wengi hata wanasikia vibaya paka wanadharau wanaume. Kwa nini? Jamaa alikuja tu ni kuchafua tu, alichafua. Alikuja akiwa ziko karibu kutoka vile nilikuwa nasema. Alipoguzisha zikatoka. Alafu kama ni bwana anajifanya mimi nilikuwa nimechoka sana, wacha nilale. Jiko na ikoma kiga agema kwao kinyema iko aburi. That's it. Kwako mainukia. So kwa hivyo akisha mwaga tu mara moja na yule. Na unajua mwanamke ukikuja kumchukua alikuwa oshe vyombo, oshe safuria za ugali, shone, pange nguo za watoto za shule, rudi akuje asoku maharago ya kesho. Yani programu yake ilikuwa hivyo, na umemwita umemwambia kuja kaa mzuri. Kwa hivyo kaa mzuri yake wakati unakuja alafu mwage haraka hata hajaingia kwa mpango. Hajaanza kuingiana na wewe kwa hii scene ambayo umemleta au mwambie umemaliza. Na niulize the cost wakati huu kwa sababu cost zina vary with the time. Wakati huu ina costigi 39,800. Hii ndio libi power 39. Okay. Wacha niseme iko na libi power full dose ambayo ina costigi 29,000 30,800. 30,800. Yes, ni ya mara moja. Akikunywa siku 7 inaisha. Hiyo ni libi power. 7 days kila siku. Tukicombine kuwa libi power plus hii ya kurefusha inakuja 35,000. 35,000. Lakini wakati huu tunaiuza 39,800. Why? 30. Nasema inauzwa 39,000 cut. Cut tu atakat. Sasa life, tunaiuza ile ni 29 na hii ni 39,800. Lakini iko na combination ya zile. Zikuwa 2. Such that mtu tukimpa siku 7 akimaliza hiyo kitu yake inakuwa refu kama vile nimesema, inakurudisha sensitivity na ikirudisha sensitivity inarudi inakuwa inaenda raundi nyingi. Haya ndio nauliza. Na sasa kwa mfano wale watu ambao hawako Nairobi, mtu wako mbali, anaweza kupata hizi dawa kivipi? Wanawasiliana na nyinyi kivipi? Mpango ni huu kwa sababu maybe ni watu wape nini pay bill. Pay bill yetu ni 500,888. 500,888. Account mtu anaandikaga namba ya kwao. Kwa mfano namba ya kwao kivipi? That is town ya kwao. Kama niko Nakuru, kama uko Murang'a, unaandika account number 500,888. Kwa mfano M-Pesa pay bill
Pay bill. Lipa na M-Pesa. M-Pesa, lipa na M-Pesa. Alafu pay bill. 500-888. Then account Murang'a, alafu naandika, sisitiza uandike Murang'a FK5. FK5 nimeiona mahali. FK5. Murang'a FK5. FK5. Sasa ukifanya hivyo tutaona kwa kompyuta kuna mtu amelipa pesa za shotgun. Tumejua kwa Murang'a. Dawa ikiwa combined ndio inaitwa shotgun. Ikiwa combined ni shotgun. Ikiwa kuna moja wale hawajafanya libi power, hawajafanya punyeto ama kunyonga, tunauzia libi power. Libi power is cheaper than the shotgun. Kwa sababu shotgun ni 2 in 1. So ukikisha andika hivyo, uandike Murang'a 500, mini Murang'a utaandika account, lakini pay bill 500-500-888. 888 account uandike kwenye. Account uandike town yenu. Ama maybe county. No, unajua ni town, tutatuma matatu tuambie fikisha Kirinyaga. Fikisha Embu, fikisha... Akisikiandika Embu tunajua hiyo ni ya Embu, Kirinyaga ni ya huko. Karatina. Ukisema Karatina inafika Karatina. Ukisema Thika tunatuma Thika. Alafu hapo mwisho unamalizia na FK5. Hiyo tutajua ni shotgun. Tutakutumia na within the day utaipata. Ukianza kuikunywa ni siku 7. Nikuulize daktari, apart from hiyo ya masturbation, magonjwa mengine ambao ni magonjwa sugu, the conventional medicines maybe hawana tiba. Kwa mfano niulize ugonjwa kama hypertension, magonjwa ambayo yanasumbua watu wetu sana, ni hypertension, sukari na arthritis. Dawa zipo? Zipo. Kabisa dawa na zinaponya? Dawa zipo. Ili ni atoe yote. Tumekuwekwa kwa miaka 20 Kimani. Kwani tulikuwa na wewe KBC lini? Nimeanza kufanya mahojiano na wewe mwaka wa 2008, 2008. Yes, kutoka wakati huo na kabla wakati huo sikuwa nimejua kuna KBC. Tumekuwa tumedhibitika sana, tuna watu wengi, we have testimonial nyingi sana, spread all over. Na sisi hatuchezi na mambo ya matibabu. Kwanza tunapima dharari. Tukishapima damu, mkojo na choo, tunaangalia full hemogram, full chemistry, tunaangalia arthritis, gout, prostate, hizo zote, hata figo ya mtu. Tunapima kabisa. Tutarudi tukuambie tunatibu muda gani. Kwanza prostate mnatibu? Kuna daktari mmoja akipiga debe amesema ni yeye tu. Hapana, si yeye. Sisi tuna sehemu yetu kubwa sana na uzoefu mkubwa wa over 20 years. Prostate. Kwa Kikuyu inaitwa nini? Muthiori. Wewe nitolee kwa hiyo koti yangu ka handbill ndio niweze kuzitaja zote. Mnadhani mtazamaji wetu anataka kwa moja hapo kwa koti. Unajua kwa jina joto nitoa koti. Nilikuwa nimebeba handbill hapo. Kwa hivyo wanitolea hapo kwa handbill kwa koti ndio niweze kutoa orodha ya magonjwa yoyote. Kifafa tunatibu miezi 4. Kuna kifafa miezi 4. Prostate miezi 2. Miezi 4, miezi 2. Cerebral palsy is desperate kwa conventional. Hawana dawa kabisa, hata akumanage hakuna. Naona siku hizi ni vikundi tu viko vya cerebral palsy. Kuna association. Unfortunately wale association na watafutaga, nikiwapata niwaambie niwazawatibia watoto, they don't. Ndio hii orodha mzuri, maybe ataona za jiangalilia. Orodha yenyewe iko na asthma. Asthma inaambatana na bronchitis na sinuses. Tunatibu kwa miezi 4. Ukileta pneumonia ni wiki 4. Mwezi mmoja pneumonia. Tosus, zile gland, tunaitwa gae na kikwetu. Tunatibu kwa mwezi moja. Tonsillitis. Magonjwa ya magoti, mifupa, arthritis na gout. Ushaona mtu anakuwa na fimbo hapa kama kifimbo imefura. Huyu ako na gout na vidole vyake vinakunjamana tu hivi. Zote tunatibu kwa miezi 4. High blood pressure is as simple as 25 days. Lakini kuna matayarisho ya mwezi moja, tukija 25 days, kwa hivyo ni miezi 2. Inaisha, inasahaulika. Wale tumetibu, tuna maktaba ambayo inasoma nao 50,000 plus. Ya wale tumetibu hizi mashida zote. Diabetic tunatibu kwa wiki 5. Wiki 5 diabetic out. I have been a victim.
Kimani nilipigwa stress wakati moja 06 ndio watu walikuwa naandikia message wanaambiwa ati tumeambiwa na adui zako tukate kichwa. Na majamaa walikuwa serious sana. Only that walikuwa kwa prison, walikuwa na extort watu pesa. Wanakuambia, wewe unabea shika na una pesa ngapi kwa simu? Wewe tuma, huyu jamaa mjinga alitutupea ngiri 20, wewe ukituma hata ngiri 15 tunaachana na wewe. So ushashtuliwa. Sasa mimi nilistuliwa na stress ndio inaletaga diabetic. So diabetic wiki 5. Kifafa nimesema miezi 4. Epilepsy. Ulcers na mweba. Let me combine it kwa sababu shida za tumbo. Acidity, duodenitis, gastritis, tunatibu kwa miezi 4. Na hiyo iko kwa watu wengi. Na wewe ambao uko na ulcers, dalili yako tu ni kuguruma tumbo. Wacha niseme kuguruma tumbo, kuna mambo mengi naweza yataja baadaye. Kuguruma tumbo inamaanisha uko na ulcers, ama amweba ama zote. Hiyo tunatibu kwa mwezi mmoja, unakula githeri na sukuma comfortably. Na tukitibu ulcers, tuna prevent arthritis kuja. Okay. Arthritis inaletwa na ulcers. Sina masaa ya kueleza but given time au kama na tutakuja tuanze kuangalia itaeleza. Prostate imesema miezi 2. Kidney failure tumetibu nyingi, hata zikipelekwa India zina bounce tunazitibu. Okay. Kidney failure. Yes, kuna mtu nilitibu alikuwa aende India na kwa sababu alikuwa kwetu huko Nakuru Subukia, wakahitaji 2.5 za kwenda wakalaze 500 kwa mchango. Nikamwambia kujeni kwa gazeti ya Monday ilikuwa imesema wagonjwa wa dialysis hapa Kenya, nchini Kenya, wanatumia, kila mgonjwa mwenye analipa NHIF anatumia 980,000 Kenya shillings per month kwenda dialysis mara 2 kwa wiki. Iko kwa gazeti ya Nation. Well, hiyo ni insurance, nitawasaidia iishe wanapokuja mapema. Na hata ile imekuwa extreme kwa sababu kama hiyo ya India, walikuwa naenda India, alikuwa enda operatiwe kidney. Na dalili unaweza juaje mapema? Dalili ya shida ya kidney wakati mwingi husikia unafinywa hapa. Maybe sijui ni simame ndio waone. Wataona tu. Hapa unasikia kitu inafinya kutoka kwa ndani. Pande na pande kwa sababu figo ziko hapa. Kisikia unafinywa, jaribu kuja tuangalie. Na tukipima tu makojo atatuambia kuna shida ya kidney kwa sababu ndani ya makojo hakupasi kuonekana protein. Tutaona protein tujue kidney. Na pia tunapimaga UEs, urea and electrolyte. Kipimo ya figo. Kwetu tunapima sana. Hautatoka kama hatujui kile kiko. So figo tunaitibu. Fibroids, cysts, miezi 4. Bila kukata. Fibroids, bila kukata ya kizazi. Cysts, miezi 4. Bila kukata. Ukikatwa any of those one, umekuwa permanent sterile. Na menstruation na deformity mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Low sperm count mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Low libido, hiyo tumesema. Low libido, hii pana sasa ni 6 hours. Na vile 6 hours. Unajua wanaume mtu mwenye anashindwa kusimamisha. Actually kuna kadawa Kimani, na nilikuonyesha wakati ulikuja kwangu. Kasachet. Kadogo kanatosha hivi, tunauza 5,800. Mtu anaweza dharau tukikauza 5,800. Hako nikikuuzia ama nikikupea ukunywe, baada ya masaa 6 unaendaga raundi 4. Ni kukumanga? Hapana. Kukumanga haifanyagi hivyo. Nutmeg haifanyagi hiyo. Mkombero? Hapana, mkombero ni appetizer. Sitakwambia, lakini hizo unasema haziwezi fanya hiyo. Wewe ukule alafu kuje niambie vile zilifanya. Next time ukija hapa nitakuja nayo niona kama kasachet ile side effect. Ako kasachet kana nini ni 4 gram. It's precise to say. Actually kile kinafanya itoke 5,800 machine ya kukasil. Nilinunua kutoka China ni 4 million. Ya kusil uto to sachet. Kusil uto to sachet. Automated. Automated. Ambao inakuchukua masaa 6 hours. Ukisha kunywa unangoja masaa 6. Mahali utaenda kwako ama kwa wenyewe upate mtu atakupatia hizo vitu. Raundi hiyo
ine. Na nikikuachilia na hako peke yake unaenda miezi. Hii ndio deal sasa. Comfort Homes wanakupa nafasi ya kipekee kumiliki ploti katika shamba la Hot Spring Gardens Mai Mahiu. Shamba hili liko kilomita 2 tu kutoka barabara kuu ya Mai Mahiu kuelekea Naivasha katika mandhari mazuri ya mlima Longonot. Kilomita 5 tu kutoka kituo cha reli ya mpaka mtu anakufa. Yeah, concentration ya damu inashuka huku kwenye viungo vya kiume, inanyima hapa. Inadizona hapa na roho inapiga kwa nguvu, unapata cardiac arrest. Kwa hivyo niseme nguvu ya kiume hii ni ya zamani. Tulitoka kwa siku 3 ni masaa 6. Kuna brucellosis 1 month, typhoid 1 month, amoebiasis. Ameba very common. Unfortunate kuwa na ameba na ambayo huleta ulcers na hii wakati mwingine wanapima wanasema H pylori iko kwa wingi sana, na sasa kesi zile zitakuwa nyingi ni za arthritis, zinaleta arthritis. Kwa sababu ukikunywa maziwa, ukikula calcium haingii kwa mwili kuja kufanya tear and wear repair. Italeta cancer, arthritis in the long run. Kwa hivyo hizo tunatibu amweba, tunatibu kwa miezi 4. Infections kama UTI, syphilis, chlamydia, yeast infection, naona hizo zote ni mwezi mmoja. Syphilis tu ndio miezi 2. Hizi zingine ni mwezi mmoja. Kuna ingine ambayo inasumbua wa mademu sana. Naitwa candidiasis. Candidiasis yeast. Candidiasis mwanamke hujikuna uko ndani. Anachunua kisimi. That is clitoris. Such that hatapenda mwanaume kwa sababu akishachunua kuwe na kidonda, mtu mwenye analeta fimbo ndani anagwaruza ile kidonda, anasikia uchungu. Kingine au mademu wananukaka sana na huko. Kwa hivyo ukikuja mtu mwenye ako na candidiasis akikuja akuwekee hivi unapigwa na kiuvundo lakini kwa sababu ulikomboa rojo na umenunua chips na soda unavumilia unavumilia. Siku hizi nasikia watumii Caprice, wanatumia konyagi. However, Kimani, sasa hata kama kuna kiuvundo ngoja, hata kama kuna kiuvundo upoteze pesa yako ya rojo, ya chips, ya soda na konyagi. Na konyagi hiyo nasema. Sasa jamaa anajikaza kukaa ndani, lakini siku ingine akipewa choices hataenda na hiyo demu. So kwa hivyo hiyo wanapewa dawa za kuinsert. Kwa dawa ya kizungu wanapewa dawa za kuinsert, na wakipewa dawa za kuinsert hazimalizi. Unaweza kuta mtu amekaa nayo over 30 years. Hatawaiolewa. Atavutia demu, achali, hatavutia. So tunaitibu kwa mwezi moja na ile imekaa sana miezi 2. Na niwape dalili mademu wanaonitazama. Ni ile unasikia asubuhi ukiamka ukwenda kukojoa, ile makojoa ya kwanza mingi alafu kimaliza unafunga nguo unasikia kuna makojo ingine inaitisha imwagwa inakuchoma na ukienda kumwaga unakuta ni tudotu tuko na vitu tu white. Hiyo ndio yeast. Alafu ukikaa wakati mwingi unakuta suruali yako ikiingia pale, unajua wanawake inakaa pale kwenye mtaro inashikana kama glue. Yeast inafanyaka ishikane kama glue. Kwa hivyo kwa hayo huwezi kunuka, kuchomwa na makojo na kujikuna. Lazima ni candidiasis. Akija wacha nikusaidie Kimani. Ili tujue kuna candidiasis hatupimi makojo tu. Tunachukuaga kitu inaitwa HVS test. Ambao inakuaga na kitu ya swab. Ni kama karamu mrefu iko na cotton wool. Tunamwambiaga enda kwa choo, usquat, uingize uswab na huko ndani. Tukiangalia kwa microscope tutaona hiyo yeast. Kwa hivyo kupimwa makojo hakutoagi effect ambazo ziko kwa nini, kwa cervix. Hata kama ulimagio mate chafu kuna mwenye ulipea hautajua. Lakini tukipima hivyo tutaona kile kilichomwagwa na mtu zamani ya majuzi, kitu kama hiyo. Kwa hivyo watu wanamwaga mate huko. Kwani
si climax ya baby sasa ataweka unatupaga vitu na huko ndani huku sikia nikisema anatupa mchanga huko. Unajua mimi nasoma, mimi si daktari, mimi siyaelewi haya maneno, nifunze bwana. Kwa hivyo hizi magonjwa zote zinawapata watu other than TB na HIV, menopause complications. TB tuna advice na inaisha haraka. Menopause 6 days, goiter 4 months, stress kama upati uzingizi usiku, nitakupea kadawa ka 300 ml utala kama mtoto. Na sasa kama ungepatwa na high blood pressure tunazuia. Cerebral palsy tulisema ni miezi 4. Stroke. Kiharusi ni miezi 4. Na stroke mtu anarudi? Nomo tumekuwa tuna nini ya kutosha, tuna database ya kutosha. Tumekuweko kwa muda mrefu Kimani kwa kutibu. Haya nina ujasiri na ukakamavu kwa sababu nimeangalia, nimedhibitisha kwa lab, nimeatibu, nikarejesha kwa lab, nikakuta kiliisha. Na ikaisha bila kurejea. Na hizi dawa zimethibitishwa na the relevant authorities. Kwa sababu juzi nimesikia Mutahi Kagwe, Minister wa Health, akisema kwamba wana consider kuleta hizi herbal medicine zikuwe combined na conventional medicine, ndio wana kama watapata solution ya matatizo ambayo yanasumbua wa Kenya. Naweza kukupea hiyo audio Kimani. Niko nayo. Nimefanya utafiti wa kutosha nikikuita hapa. Naweza kuwapea wasikizaji audio wajue hata kama hawa jamaa wanaoneshanaga dawa ya kienyeji ni kama kitu ama haitajiki. Mutahi Kagwe ali acknowledge they are trying to see what they can get from the herb. Anasema tumeishi kufundishwa ati dawa ya kizungu ndio itatibu na ni vitu vya nje vya wenyewe, na hili hali hapa kwetu tuna vitu vyetu vya kutufaa. Uweke hiyo voice. Tanzania kuna parallel hospitals. Of course, unajua hapa hivi kile tumefanya India, China. Hata serikali ya wakati huu imekataa kuendorse mswada wa herbal medicine ili dawa za kiasili ziwe halali. Lakini zisipokuwa halali, baba yangu alinionyesha dawa. Kaniambia nikichanganya majani na ndimu kiwango fulani na nikunywe kiwango fulani, malaria itaenda. Hiyo inajulikana. Na tuko nazo. Nimeshangaa sana kuona dragon fruit. Dragon fruit na mtu mwenye ajui anaweza iangalia online. Dragon fruit hapa nchini Kenya 3 years ago ilikuwa inauzwa 2500 moja. 2500. Sasa hizi nasikia ni kama 4800. Kwa sababu wametoa dhamana yake. Na sasa hawa Kenya hawanunui, zinakuzwa hapa nchini Kenya. Zinaenda kuuzwa bara Asia, ndio wanaenda kukunywa, wanajua the health effect ama health value. Watu wetu tumejipumbaza. Juzi wa China wamekuja wakapewa opportunity ya kuchukua herbal medicine ili waibe ujuzi wetu, lakini mimi sikuwapea. Na kama kuna watu waliyedhibitika kwa dawa za miti ni hawa China. Si wa Kenya. China wachana nao, they are fake. Wale wanaenda China wanarudi kwangu ninawatibu. Wa India wanakuja wanarudi wanakuja hapa. So nataka kusema what I have is more precious than gold and than oil. Daktari, tupatie namba yako ya simu kwa sababu ya wale, unajua sisi sana huwa tuna target wale ambao wako diaspora sana na Wakenya pia, na katika YouTube sana tuna target pia Wakenya kiujumla. Tupatie namba yako na utuambie unapatikana wapi. Namba yetu ya simu ya ofisi mzuri ni 0722 99 77 88. Ala 0722 99 7788. Kuna ingine 07 05 19 19. Ala 0705 19 na wakipiga watakupata wewe. Na mimi wakinitaka kunipata na sizuii, hata WhatsApp yangu wanaweza engage ni 0705 16 16. Nilienda nikajinunulia hizo line kwa Safaricom usiku iba. Kuna ya Airtel, watu wengi wameenda Airtel. Unajua Airtel ni cheap. Airtel ni cheap, unalipaka 20 bob unaenda siku nasikia sijui mwezi. 10 bob nasikia ni siku moja. Na 20 ni mwezi. Kwa hivyo Airtel imekuwa cheap. So mwenye ako na Airtel na mwenye ataenda kwa Airtel anipigie na 07 39
39 19 19 19 19 19. 0739 19. Nadhani utaziandika hapo chini. Tutaziweka hapo chini ndio wale wataendelea kuona waone. Naitwa Daktari Peter Macharia Murugu. Ndi mimi mwanzilishi wa Murugu Herbal and Nutrition Clinic. And I'm the visionary bearer ya Murugu Herbal Clinic. Na hata ideas hizi zote I square back to myself. Na niulize unapatikana wapi? Tuko Moi Avenue Contrast House. Contrast House iko wapi? Unajua watu wengine hata ukiwaambia niko Koinange Street mahali fulani hawajui. Watu wengi hata wanaogopa Nairobi. Moi Avenue iko pale junction ya Kenyatta na Moi. Kuna Naivas Nairobi Sports House ilikuwa hapo. Chini yake ukitemka ndio unakuja Nairobi Sports House. The next house mrefu ya Bruna White ndio Contrast House. Na kwa wale ambao wamefanya nileta hii topic ambao nimesema tutaiozungumza waziwazi, Wakunyonga hao waambie next ukiingia Scratch Club Scratch. Najua Scratch. Wao ni wanywaji. Scratch kwa Mose. Wao ni warambaji wa chupa. Ukiingia hapo Scratch, badala kwenda na lift ya upande wa left, uenda na lift ya upande wa right. Scratch. Scratch rafiki yangu Mose hapo. Ndio mwenye Scratch. Haya. Mose mwambie kuja nisalimie nimpe Libi Power. Sasa sijui kama shabiki wetu mkubwa sana. Akuja Mose nimtampa Libi Power. Hao vijana wote wanaenda huko, najua wengi wao wamenyonga na wananyonga. Na tulisema uzuri wa kunyonga ni kujizuia kupata magonjwa na kuporwa na kuwa na mtu mwenye atakuhuku na tena kuzaa na harot na huko njiani. Kweli. Ubaya wake ni siku utakapotaka kuoa. Kwa hivyo naweza wa advice hivi. Hata kama hutakuja sasa kwa sababu pengine huna demu, unaendelea kujitegemea wale makapere. Utakapopata demu anakutaka 1 week ahead of your dating, kwenda kufanyia interview, kuja nikupee dawa. Nikisha kupea hiyo dawa baada ya wiki moja. Na inaonekana hii dawa unaitambua sana. Naijua ni mimi nimeitengeneza. Inaongeza damu na circulation na toning of blood, ina circulate kwa hiyo muscles. Inakuwa hard, inasimama wima, inagonga round nyingi. Na itarudi salama ama na ni once permanent. Itarudi salama, mtu atarejea kawaida. No, si vile watu wanakunywa blueprint akikunyia kwa chemist hapo, anashinda hivi. Kuna mwingine wacha nikuchekeshe. Alikunywa mpaka mamake akadiscover, mamake akaenda kumpembelezea maida kubali waende wakalale naye. Sababu jamani angekufa. Ukweli wakikaa hivyo wanakufaga. Anakaa tu hivi. So damu yote ina concentrate na huko. Inaenda inaregulate. Hii inakuwa normal, ni natural na baada ya kuikunywa siku 7 never again. Okay, ushita kwa daktari Murugu kutoka Murugu Herbal and Nutritional Clinic. Wanapatikana hapa pale Contrast. Kumbuka wale wako mbali tutawatumie kwa sababu najua itakuwa demanded na wale wameona na will help you. Kama uko mbali anasema kwamba ni kuwasiliana tu, unapiga namba zake, unapiga simu na mkiwasiliana wanaweza wakakutumia. Kumbuka na wale wako na mabibi ambao ndio beneficiary wamekosa kubenefit kabla hujatoka hiyo nyumba. Please nipigie tumsaidie huyo mzee. Tumpe hiyo dawa. Asipotaka umwambie mwachie namba yangu. Okay, sawa, nitawapea namba. Na kumbuka hiki kipindi tumekuwa powered na Comfort Homes. Comfort Homes wako na mashamba ambao wanauza kule Lenchani, na ni Lenchani phase 4, na kulikuwa na ground launch November 13th 2021, na hizo plot bado hazijaisha. 50 by 100 zinauzwa 1450 na deposit ni 45,000 ama 10%, alafu hiyo balance unalipa kwa kipindi cha miezi 12. Na unaweza kuwasiliana na Comfort Homes, nambari za simu zao ziko pale, na unapowasiliana na wako na mashamba mahali kwingi sana. Wako na more than 79 projects. Kuna mashamba kule pande za Maimahio, kuna Lenchani, kuna kule Kitengela, yani maeneo yote ambao unajua kwamba kuna prime land, unaweza kuwasiliana nao na bila shaka watakupatia offer ambazo ni mzuri sana. Na hapa jijini Nairobi wanapatikana pale Information House. Hapo tu ukifika Afya Center ulizia Information House. Ukifika Information House uliza Comfort Homes pale kwa soja ukiingia, na bila shaka watakuonyesha. Remember Comfort Homes ndio kampuni ambayo inaongoza katika uuzaji wa mashamba hapa nchini, na wamepewa
wamepewa zawadi nyingi sana, wametuzwa mara nyingi sana. Daktari pia wewe nakukaribisha. Unajua hii hospitali yako sasa unafaa kuitoa mjini uende. Kuna watu wengi huko already. Watu hapo, stima ipo, usalama upo, wapo wote aina yote. Hata wale wa Kunyonga. Aina yote. At least angalau uweze kuchukua. Nitasurvey. Lazima nitafute due diligence kwanza. Niende ukusema namba yao. Namba yao ya simu bila shaka iko inaonekana sasa hivi wanaiona pale kwa screen. Na pia unaweza kuwapata katika Facebook, unaingia tunatafuta Comfort Homes, ama unaweza kuwapata katika Twitter. Yaani wako katika kila platform, hata katika YouTube ukitafuta tu Comfort Homes unapata namba zao hapo. Mimi naitwa Kimani, kwaheri kwa sasa. Hizi taa, hizi matama ya toda kusaidia. Meno ulgari mkimwona. Sawa tu. Good also. Kama imeruka kwa hizo mahashtag zako hizo, ngoja utaona. Yako ndio tena. Unaona?